Kila kitu kinafanyika kwenye wakati fulani, kwenye majira fulani. Bwana asifiwe. Sasa ufalme wa giza pia unatambua ya kwamba kuna majira yamewekwa, kuna nyakati ambazo zimewekwa, kuna nyakati ambazo zinatumika, kuna majira ambayo yanatumika. Unajua kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unajua ya kwamba kila kitu kimefungwa kwenye wakati, kila kitu kimefungwa kwenye majira. Ndio maana Biblia inatuambia kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wake. Ufalme wa giza unajua kwamba kuna wakati ambao huyu mtu anatakiwa apate wateja, kuna wakati ambao huyu mtu anatakiwa aolewe, kuna wakati ambao inatakiwa azae, kuna wakati ambao inatakiwa apate kazi. Kila kitu kimewekwa kwenye wakati. Ufalme wa giza unajua kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ni nini? Au majira. Nianze, majira ni nini? Majira ni nini? Majira ni kipindi fulani cha muda ambacho kimewekwa kwa ajili ya jambo fulani. Majira ni kipindi fulani cha muda ambacho kimewekwa kwa ajili ya jambo fulani. Kwa mfano, kuna majira ya masika, kuna majira ya kiangazi, kuna majira ya asubuhi, kuna majira ya mchana, kuna majira ya jioni, kuna majira ya usiku. Kwa hiyo ni kipindi fulani ambacho kimewekwa, na ndani yake kuna kitu fulani cha kufanya, kuna vitu fulani vya kufanya. Kuna vitu ambavyo vinatakiwa vifanyike wakati wa masika, havitakiwi vifanyike wakati wa kiangazi. Kuna vitu ambavyo vinatakiwa vifanyike wakati wa asubuhi, havitakiwi vifanyike wakati wa mchana wala jioni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Vimewekwa hivyo vitu katika majira husika. Vimewekwa katika majira husika. Na wakati ni nini? Wakati ni nini? Wakati ni kipindi cha muda ambacho jambo fulani hufanyika. Kumbuka, ya kwanza nimesema majira ni kipindi fulani cha muda ambacho kimewekwa kwa ajili ya jambo fulani. Alafu wakati ni kipindi cha muda ambacho jambo fulani hufanyika. Sijui kama umenielewa. Nimeanza kusema kwamba kuna kipindi cha masika, lakini ndani ya kipindi cha masika kuna wakati wa kupanda. Umenielewa eh? Kuna kipindi cha asubuhi, kama majira yale asubuhi, majira ya asubuhi. Lakini ndani yake kuna vitu vya kufanya asubuhi. Kuna saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5 na dakika 59. Wakati wa asubuhi unaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika haya majira ya asubuhi kuna vitu ambavyo inatakiwa vifanyike wakati wa asubuhi. Sasa ule muda ambao vinatakiwa vifanyike ndio wakati. Kipindi cha masika, majira ya masika, kuna wakati ambao kuna vitu inatakiwa vifanyike ndani ya masika. Kwa mfano, kuandaa labda shamba, kupanda mbegu, kupalilia, vyote vinafanyika ndani ya majira ya masika. Kwa hiyo kuna wakati tofauti tofauti ndani ya majira husika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo sijui kama umenielewa vizuri. Kuna wakati tofauti tofauti ndani ya majira husika. Kuna wakati wa kunywa chai, kuna wakati wa kupiga mswaki, kuna wakati sijui wa kufanya. Vyote viko kwenye majira ya asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Najaribu kukupa hii mifano
ili unielewe. Sasa katika vipindi vyote hivi, majira pamoja na wakati huwa vinatumika kwa ajili ya kuruhusu vitu viweze kufanyika kwenye maisha ya mtu, aidha katika ufalme wa Mungu ama ufalme wa giza. Ufalme wa giza unapotaka kuvuruga, unapotaka kuharibu jambo fulani la mtu, huwa unatumia majira, kwa sababu unajua ya kwamba huyu mtu kuna nyakati alizowekewa, kuna nyakati ambazo zipo, aidha tuzivuruge. Bwana Yesu asifiwe. Tuzivuruge hizi nyakati. Okay, ngoja nikupe tena mfano. Kwa mfano sasa hivi hapa tuko hapa ndani, tunatumia saa kuangalia ni saa ngapi, si ndio? Si ni majira ya jioni haya, tunaangalia saa kuangalia ni saa ngapi. Alafu ikatokea mtu sasa hivi akabadilisha saa ambayo tunaitumia kuangalia muda. Kwa hiyo sisi tunaweza tukawa tunaiangalia ile saa hivi, inatuambia ni saa 12 sio na dakika ngapi, au ni saa 11 na dakika 20. Sisi tunaona 11:20, lakini imechezewa, kumbe ni saa 12 na dakika 20. Kwa hiyo tutajikuta tuko nyuma saa moja kwa kuiangalia ile saa. Bwana asifiwe sana. Hasa kinachofanyika pia kwenye ulimwengu wa roho, ufalme wa giza, huwa unayachezea majira ya watu. Unapojua ya kwamba kuna jambo inatakiwa lifanyike, unaweza ukayachezea majira ya mtu, unaweza ukayavuruga majira ya mtu, ama ukayatumia majira hayo hayo kwa ajili ya kutekeleza ajenda yake. Kwa mfano, wanajua kabisa anatakiwa aolewe mwezi wa 12, ndio mwezi uliowekwa. Okay, sawa. Hasa kwa kuwa anatakiwa aolewe mwezi wa 12, tumtengenezee mpango hapa, hata kama ataolewa, lakini tumpachikie mtu asiyefaa. Kwa hiyo huyu mtu anaweza akafikia yale majira yake, lakini kile kitu cha kimungu hajakifikia. Bwana asifiwe sana, watu wa Mungu. Ameyafikia yale majira, lakini huku ndani kuna mchezo ambao umefanyika kwa ajili ya kuvuruga kile kitu cha kimungu. Wasipovuruga yale majira, wanaweza wakavuruga kile ambacho kinatakiwa kifanyike ndani ya majira, na mwisho wa siku kila kitu kimeharibika. Bwana Yesu asifiwe. Ama wakatengeneza matukio fulani fulani huko ili kuweza kuvuruga. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 ule mstari wa kwanza. Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa kwanza anasema hivi: panapo majira yale yale, Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Panapo majira yale yale. Kumbe swala la Herode kufanya ubaya aliyokuwa anaufanya ulikuwa upo kwenye majira, ulikuwa upo kwenye kipindi fulani. Ndio maana Biblia inatuambia kwamba panapo majira yale yale, maana yake yalikuwa ni majira ya kujirudia. Ilishafanyika huko, ilishafanyika kipindi cha nyuma, kwa hiyo inafanyika tena. Ndio maana anasema panapo majira yale yale, Herode akainuka. Kwa hiyo majira yalipofika tu, kipindi fulani kilipofika tu, anajua hiki ni kipindi cha kutekeleza kitu fulani, acha nitekeleze. Anatumia majira, anatumia nyakati kutekeleza ubaya wake, kutekeleza mpango wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ametumia nyakati, hajaenda kwenye majira mengine, bali anajua kuna majira ambayo yanatakiwa yatumike kwa ajili ya jambo fulani. Kwa hiyo ninayatumia haya haya. Ndio maana anasema panapo majira yale yale.
akainuka kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Lakini ukisoma kitabu cha Esta, nataka nikuoneshe tu mambo ya majira hapa, na Mungu akusaidie uelewe vizuri. Kitabu cha Esta ile sura ya 3 mstari wa 5 hadi ule mstari wa 8. Takusomea tu ule mstari wa 7. Kitabu cha Esta sura ya 3 mstari wa 7, ila andika 5 mpaka 8. Mstari wa 7 Biblia inasema hivi: basi mwezi wa kwanza ndio mwezi wa Nisani, mwaka wa 12 wa mfalme Ahasuero, wakapiga puri, yani kura, mbele yake Hamani, siku kwa siku na mwezi kwa mwezi, hata mwezi wa 12 ndio mwezi wa Adari. Wakapiga puri siku kwa siku na mwezi kwa mwezi. Ili weje, tumeisoma ni ile habari ya Hamani, namna alivyokuwa anataka kuwateketeza Wayahudi na Mordekai ili waweze kutoweka. Hasa Biblia inasema ya kwamba kabla hawajatekeleza ubaya ule, kabla hawajatekeleza ajenda ile, wakapiga puri, yani wakapiga kura, wakatengeneza majira fulani kwamba tutekeleze ubaya lini, tutekeleze hili jambo lini. Wakapiga puri mwaka kwa mwaka, wakapiga siku kwa siku, mwezi kwa mwezi, mpaka wakapata wakati sahihi, mpaka wakapata muda sahihi wa kutekeleza ule ubaya. Wanakuja kutekeleza ubaya, tayari walishaandaa muda fulani kwenye ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe sana. Wameutengeneza. Kwa hiyo wanakubaliana, wanapiga kula, tufanye mwezi wa 7. Hapana. Tufanye wa 8. Wa 6. Hapana. Kwa hiyo wamepiga, wametengeneza, wamepiga kula, wametengeneza. Mwisho wa siku wakapata muda sahihi wa kutaka kutekeleza baya wao. Kitu gani ninachotaka nikuonesha hapa ni namna ambavyo adui akitaka kutekeleza ajenda zake huwa anatumia nyakati, huwa anatumia majira kuhakikisha anavuruga kile kitu ambacho aidha kimekusudiwa kwa ajili ya huyu mtu, au kutekeleza kile kitu anachotaka yeye kifanyike. Hawa walikuwa wanapiga kura ili kutekeleza mpango wao. Mpango gani? Wa kuhakikisha Wayahudi na Mordekai wote wanatoweka. Wanapiga kura. Bwana asifiwe sana. Inafanyika katika ulimwengu wa roho. Wapo watu ambao majira yao yamevurugwa. Wapo ambao majira yao yameingiliwa. Wapo watu, kuna kipindi fulani kikifika tu unashangaa jambo fulani linatokea. Kuna kipindi fulani kikifika tu kuna kitu fulani kinatokea. Nikutana na jamaa fulani, ikifika ile miezi ya biashara, mnajua ile mwezi wa 12 kuelekea sikukuu na wanafunzi kufungua shule, biashara zinachanganya. Kipindi kile cha Pasaka, sijui, yani zile sikukuu zile, unajua biashara huwa wauza bidhaa, vitu vinachangamka, wauza nguo. Sasa huyu jamaa ikifika tu yale majira anaugua. Ataugua kwanza, fedha yote aliyotumia majira mengine anaitumia kujitibu, na yale majira yakipita yuko sawa. Mwaka kwa mwaka, mwaka kwa mwaka, siku kwa siku, miaka imepita. Hiyo shida inamsumbua tu, yeye haelewi, anajua ni kitu cha kawaida. Anaugua, anafunga duka. Kwa hiyo yale majira yakipita, hela imeisha, anakuja anafungua tena duka, anaanza anauza. Ikifika tena kipindi fulani, huyo anaanza kuugua. Ndio mke wake akaja akashtuka, akasema ni kitu cha namna gani hiki? Kuna namna inafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Kuomba ndio tunagundua kwenye ulimwengu wa roho kuna majira yameshatengenezwa kwa ajili ya huyu mtu ili aweze kupitia hiyo situation.
Wapo watu ambao kwenye ulimwengu wa roho majira yametengenezwa kwa ajili ya kupitia kitu fulani. Unashangaa ikifikaga kipindi fulani watoto ndio wanaumwa, ikifika kipindi fulani ndio kipindi cha mambo fulani kutokea. Yametengenezwa majira kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na